Spika wa bunge la Iran Mohammad Bakir Kalibaf amesema Tehran wakati huo inaendelea na diplomasia na iko tayari kwa mapambano ya kijeshi, akisisitiza kuwa Iran haina imani na maadui wake na iko tayari kwa vita vyovyote. Katika hotuba iliyotangazwa moja kwa moja kwa taifa la Iran Jumamosi usiku, Kalibaf alisema, na hapa namnukuu, "Vita ya tatu iliyoanzishwa ilianza wakati wa mazungumzo kupitia udanganyifu wa Marekani," akiongeza kuwa migogoro iliyopita pia ilianza kwa mauaji ya makamanda. Alibainisha kuwa Iran iliingia katika mgogoro wa hivi karibuni ikiwa na uzoefu uliopatikana kutoka vita ya awali ya siku 12 mnamo mwezi Juni mwaka 2025. Alisema Iran imeonyesha ubora katika mipango, ubora wa utekelezaji na ufanisi, akiongeza kuwa ingawa adui huenda haamini hili, amelishuhudia uwanjani. Kalibaf aliorejea uwepo endelevu wa wananchi na mafanikio ya hivi karibuni ya kijeshi, akisema vikosi vya Iran vilidungua kati ya droni 170 hadi 180 wakati wa vita vya uvamizi wa Marekani na Israeli vilivyoanza mnamo Februari 28 mwaka huu. Pia alitaja kuangushwa kwa ndege za kivita za kisasa kama matokeo ya juhudi kubwa za ubunifu na uendeshaji zilizotengenezwa kwa miezi kadhaa. Spika huyo alifafanua kuwa Iran haidai kuwa na nguvu kubwa ya kijeshi kuliko Marekani, akikiri kuwa Washington ina rasilimali nyingi zaidi, lakini alisema Iran inajiona mshindi katika mgogoro huo kutokana na utendaji na matokeo yake. Alisisitiza kuwa ingawa vifaa vya kijeshi ni muhimu, si kila wakati vinaamua matokeo, akihusisha mafanikio ya Iran na mipango na maandalizi. Aliongeza kuwa adui anaendelea kukosea makadirio kuhusu watu wa Iran na mkakati wa kijeshi wa nchi hiyo. Kalibaf alielezea Iran kama mshindi katika uwanja wa vita na katika diplomasia, akitaja mbinu ya nchi hiyo kama diplomasia ya nguvu. Alisisitiza kuwa Iran haina imani na maadui wake na akaonya kuwa kuongezeka kwa mvutano kunaweza kutokea wakati wowote, huku akithibitisha kuwa mazungumzo yanaendelea sambamba na utayari kamili wa kuchukua hatua zinazohitajika. Kwa mujibu wa Kalibaf, mapendekezo yaliwasilishwa kwa Iran kupitia nchi kadhaa ikiwemo Pakistan na yalichambuliwa kwa kina na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa karibu siku 36 ya vita. Alisema Iran ilisimama imara dhidi ya shinikizo na kujibu vitisho ipasavyo, ikiwemo masharti makali yanayodaiwa kutoka kwa Rais wa Marekani Donald Trump, akionya kuwa ongezeko lolote la mvutano lingekuwa na madhara kwa Marekani na zaidi. Aliongeza kuwa baada ya kushindwa kulazimisha matakwa yake ya kijeshi au kupitia vitisho, mshambuliaji aligeukia ujumbe wa njia zisizo za moja kwa moja, akibainisha kuwa Iran sasa iko imara zaidi kuliko ilivyokuwa kabla ya kusitishwa kwa mapigano. Kalibaf pia alisema kuwa moja ya masharti ya Iran kwa ajili ya kusitisha mapigano ni kujumuishwa kwa Hezbollah, akidai kuwa kundi hilo la upinzani lilishiriki katika mgogoro huo kuunga mkono Iran na hivyo linapaswa kujumuishwa katika makubaliano yoyote ya kusitisha vita. Aidha, alikosoa hatua za hivi karibuni za Marekani za kujaribu kuweka mzingiro wa baharini dhidi ya Iran, akiziita za kupotosha na kusisitiza kuwa Iran ina udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz, akieleza kuwa hakuna upande wowote unaweza kupita katika njia hiyo ya maji bila Iran kuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Spika huyo alisema Iran imefikia malengo yake huku adui akishindwa kufikia yake, na kusisitiza kuwa Tehran haitaruhusu Marekani kudai nafasi au kuingilia kati katika mlango huo wa bahari wa kimkakati. Pia alisisitiza kuwa Iran inatafuta amani ya kudumu lakini bado haina imani kubwa na Marekani, akieleza matumaini ya kufikiwa kwa suluhu ya kudumu na yenye dhamana itakayozuia kurejea kwa mizunguko ya vita, kusitisha mapigano na migogoro mipya. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.